Karibu sana. Leo tunaingia kwenye mjadala mzito ambao umewachanganya wengi kwa miaka na miaka. Tunawezaje hasa kumwelewa Mungu katikati ya mawazo mengi yanayokinzana? Basi, hebu tuchimbue pamoja. Na tuanze moja kwa moja na swali gumu. Unajua, lile swali ambalo sote tunajiuliza kimya kimya mambo yanapokuwa magumu. Hivi Mungu yuko wapi kwenye haya yote? Anahusika na haya maumivu tunayopitia? Kulingana na Dr. Abel Damina, majibu mengi tunayopewa hayatoi picha kamili, na ukweli unaweza kukushangaza sana. Na hapa sasa ndipo tatizo linapoanzia. Mara nyingi, picha tuliyo nayo ya Mungu sio picha halisi. Ni kama, unajua ile fumbo la kuunganisha picha? Ni kama tumejaribu kuunganisha vipande, lakini bila kuangalia picha ya mwisho inavyotakiwa kuwa. Tumejenga taswira yetu kwa kutumia habari za kusikia, si za kuona. Mstari huu kutoka kwa Ayubu unaeleza kila kitu, si ndio? Yaani, hebu fikiria. Ayubu alipitia yote yale kwa kutegemea tu stori za kusikia kuhusu Mungu. Lakini alipopata ufunuo, alipomwona Mungu yeye mwenyewe, ghafla akasema, sasa jicho langu linakuona. Hilo ni badiliko la kila kitu, kutoka kwenye tetesi na fununu kuingia kwenye uhalisia. Sasa tunazipata wapi hizi picha zilizovurugika? Well, Dr. Damina anasema ni hivi: tunachukua kipande cha neno kutoka kwa mhubiri mmoja, tunaongeza na maumivu yetu binafsi, tunakoroga na umbea kidogo tuliosikia, na boom, unapata Mungu ambaye leo anaonekana hivi na kesho vile. Mungu anayechanganya. Sawa. Sasa, katikati ya mchafuko huu wote, jibu ni nini? Tufanyeje? Kulingana na mafundisho haya tunayoyachambua, jibu ni rahisi ajabu na lina jina moja tu: Yesu Kristo. Yeye ndiye picha sahihi isiyo na kasoro ya Mungu alivyo hasa. Hii ni kauli nzito sana. Inamaanisha nini hasa? Inamaanisha hivi: acha kubahatisha. Acha kujiuliza Mungu anawaza nini au anahisije. Kama unataka kumjua Baba, mtazame Mwana. Yesu ndiye ufafanuzi wa Mungu uliotembea hapa duniani. Ni rahisi hivyo. Hebu angalia tofauti hapa. Ni kama usiku na mchana. Upande wa kushoto tuna Mungu wa labda anakupiga ili ujifunze. Labda, sijui. Ni Mungu asiyetabirika. Lakini upande wa kulia tuna Mungu aliyedhihirishwa na Yesu, anayeponya, anayefariji, anayerejesha. Sasa jiulize, hizi picha mbili zinaweza kuwa za Mungu mmoja kweli? Haiwezekani. Lazima tuchague. Na Biblia inakazia wazo hili. Inamuita Baba wa nuru. Sasa, Baba wa nuru maana yake nini? Maana yake ndani yake hakuna hata chembe ya giza. Hakuna kubadilika. Yaani hata kivuli cha uovu hakipo. Sio kwamba ana siku nzuri na siku mbaya. Yeye ni wema mtupu, masaa 24, siku 7 za wiki. Okay, nadharia yote hii inasikika vizuri, lakini inafanyaje kazi kivitendo? Hebu tuchukue wazo moja gumu, wazo ambalo limeumiza watu wengi sana, na tulichambue kwa kutumia huu uelewa mpya. Wazo la laana za vizazi. Mara nyingi, chanzo cha mafundisho haya ni mstari huu hapa, kutoka kitabu cha Kutoka. Na tukiwa wa kweli, ukisoma hivi tu kwa haraka, inatisha. Unapata picha ya Mungu anayewinda watoto kwa makosa ya wazazi wao. Inashtua, si ndio? Na hapa ndipo tunahitaji kupiga breki na kujiuliza, hivi, huyu Mungu anayeadhibu vizazi na vizazi, ndiye yule Baba wa nuru? Ndiye yule Yesu aliyekumbatia watoto? Hapana. Hapa kuna kitu hakikai sawa. Lazima kuna kitu hatujakiona. Hebu tuchimbe ndani zaidi. Na sasa, sikiliza hapa, kwa sababu hapa ndipo kila kitu kinapobadilika. Dr. Damina anaeleza kwamba lile neno la Kiebrania lilotafsiriwa kama kupatiliza au kuadhibu ni pakad, na maana yake halisi sio kuadhibu. Maana yake ni uko tayari, ni kutunza, kuangalia, kulinda. Ngoja, umesikia nilichosema? Hii inabadilisha kila kitu. Unaona sasa? Mstari ule uliokuwa unaleta hofu, sasa unageuka kuwa ahadi ya ajabu ya ulinzi. Mungu hakuwa anasema nitawaadhibu kwa dhambi za baba zenu. La hasha. Alikuwa anasema nitawalinda na kuwatunza ninyi watoto dhidi ya madhara ya dhambi za wazazi wenu. Yaani, hiyo ni neema ya kiwango cha juu. Ni kinyume kabisa na vile tulivyokuwa tunafikiria. Okay, swali sasa ni,
tunawezaje kufikia uwazi wa namna hii kwenye maandiko mengine yote? Tunawezaje kutoka kwenye huu mchanganyiko na kuingia kwenye ukweli? Jibu ni kwamba inabidi tubadilishe kabisa jinsi tunavyoyasoma maandiko. Na niseme wazi, hili si jambo la kufumba na kufumbua. Uelewa wa kweli hautoki kwenye mistari ya quick fix. Ni safari ya makusudi ya kujifunza kwa bidii ili kumjua Mungu jinsi alivyo hasa. Sasa, Dr. Damina anapendekeza njia gani? Ni njia ambayo Yesu mwenyewe aliitumia. Kwanza kabisa, anza mwanzo. Anza na Musa, pata picha nzima. Pili, soma kwa utaratibu. Acha tabia ya kudonoa mistari hapa na pale bila kujua kisa kizima. Na tatu, na hii ndiyo muhimu kuliko zote, kila unaposoma jiulize, hii inanifundisha nini kumhusu Yesu Kristo? Na hapa ndipo mabadiliko halisi yanapotokea. Unapoanza kujifunza neno kwa mfumo kama huu, sio tu majibu yako yanabadilika, la, maswali yako yenyewe ndiyo yanabadilika. Badala ya kuuliza, Mungu, mbona unanipitisha kwenye haya mateso? Unaanza kuuliza, hivi, Yesu ambaye ndiye picha halisi ya Mungu, angefanya kitu kama hiki? Na ghafla, jibu linakuwa wazi kabisa. Kwa hiyo, hebu nikuache na wazo hili. Fikiria kwa makini. Ikiwa utaamua leo kuamini kwa moyo wako wote kwamba Mungu ni mwema tu, daima ni mwema na hahusiki kamwe na chanzo cha maumivu yako, je, mtazamo wako kuhusu changamoto unayoipitia sasa hivi utabadilikaje? Fikiria hilo tu. Linaweza kubadilisha kila kitu.